Saizi kwa majina naitwa Bwana Ahmed Kombo. Mimi ni mwanaharakati huru, mchambuzi huru na mwanasiasa huru. Tumejiongezea neno hilo mimi na ndugu yangu Joseph Yona. Lakini mimi hapa nipo leo niko na mabosi zangu. Kwa mabosi zangu mtaniwia radhi kama nitakiuka kidogo kwenye kauli zangu, maana si wengine kidogo ndivyo tulivyoumbwa. Kikubwa kilichotuleta hapa ni kwa ajili ya taifa letu. Kilichotuleta hapa ni kwa ajili ya nchi yetu. Kilichotuleta hapa kwa ajili ya serikali yetu. Kilichotuleta hapa ni kwa ajili ya imani zetu. Hata ingekuwa ni wenzangu upande unaotoka Yona, kama wanatetea haki, ningekwenda kuzungumza kwa ajili ya kupata haki. Na huu ni upande ambao mimi binafsi unanihusu, tena kwa 100%. Kwanza ni taasisi ambayo mimi nipo, pili ni taasisi ya kiimani ambayo mimi niliokuwa nayo. Bahati nzuri serikali yetu haina dini. Ushanifahamu, ila watu wake wana dini. Sasa hapa nizungumze kidogo ama niulize Wizara ya Ardhi kwa maswali machache tu. Taasisi kama taasisi imeshalipa zaidi ya milioni 100 na ngapi mliniambia? 138. Na hizi pesa zililipwa kwenye control number ya wizara ama niseme kwamba hizi pesa zilienda serikalini. Swali langu ni moja tu. Kama hili eneo lilikuwa so mali ya Al-Malidi, kwa nini serikali ama wizara ilitoa maelekezo Al-Malidi iweze kuilipa wizara kulipia ardhi? Swali langu la kwanza. Ushanifahamu? Swali langu la pili. Kuna nini? Nauliza huko ndani kuna nini? Kwa sababu ninaposema kuna nini, lengo na makusudio, mnatutia sisi kwenye kinakombo, kwenye ubaya. Hao watu wanaoisema serikali, ushanifahamu, mnawapa mwanya baadhi ya watumishi ambao sio waadilifu. Ushanifahamu? Kama taasisi ya kiimani, Waislamu wamechangishwa misikitini, Waislamu wamechangishwa kila sehemu kwa ajili ya kwenda kulipa tozo ya ardhi ya taasisi ya Al-Malidi. Leo pesa zile za Waislamu zimeliwa, alafu waziri anapelekewa ujumbe, waziri anajibu kwenye media. Simlaumu waziri, bali namlaumu huyu mtu aliyebatilisha dokumenti za Al-Malidi. Kipindi wakati huo Al-Malidi imeshalipa pesa ndani ya serikali. Nasema nini? Siwezi kumlaumu waziri, ila waziri ana jukumu ambalo amepewa na Mheshimiwa Rais. Amemwamini na huu ndio muhula wake wa kwanza na imani. Yes. Mheshimiwa Waziri, ninakuomba kwa taadhima, kwa heshima, unapoletewa taarifa linalohusu kundi kubwa, ombi langu usisikilize watumishi wako. Baadhi yao hawana uadilifu. Liite mezani, wasikilize walalamikaji kama anavyofanya waziri mkuu. Ushanifahamu? Wasikilize walalamikaji wana hoja gani ya msingi. Nilisikitishwa baada kuona taarifa kwenye chombo kimoja cha habari, waziri wa ardhi akijibu baada ya kumsikiliza ama mtumishi wake, ni afisa wa nini yule? Kamishna wa ardhi. Baada ya kumsikiliza kamishna wa ardhi, baada ya kuwaita Al-Malidi kuwasikiliza, yeye akatoa majibu moja kwa moja. Sasa kwa staili hii hatuitengenezi nchi, mnatupa wakati mgumu sisi ambao tunaitetea serikali. Hebu umati kama huu leo hii unakaa upande wa pili, wale wanaotukana nchi wakaungana kule. Kinachotokea ni kitu gani kwenye taifa? Hatutaki ajirejee yale ambayo yanahamasishwa, ili ajirejee yale Oktoba 29. Maana kuna mtu mmoja, jamani mtaniwia radhi, napiga na kwenye siasa kidogo. Kuna mtu mmoja yuko upande wa pili wa siasa anahamasisha tena maandamano. Ushanifahamu? Kwa sisi hayo hatutaki ajirejee, na hao watu wasipate pointi. Waziri, kama umeteuliwa na rais, jukumu lako ni kusikiliza kila aina ya changamoto zinazohusu kundi zaidi. Watumishi wako kero ndogo ndogo, vitu vidogo vidogo wanaweza kukuelezea, ukaangalia, mwisho wa siku mambo yakaenda. Leo tunaona hii nchi ina changamoto kubwa tunapokuja kwenye idara ya ardhi. Ni changamoto kubwa sana. Kuna wizi mwingi sana. Nazungumza haya, mimi nilikuwa nafanya naweza nikasema kipindi cha nyuma nilikuwa nafanya habari za uchunguzi kuhusiana na idara hii ya ardhi. Kuna uozo mkubwa idara ya ardhi. Nasema ukweli, wajirekebishe. Na waziri, rais kukuweka hapo, amekupa dhamana, anajua huko kuna changamoto kubwa. Shahidi marehemu Lukuvi, mimi nimeshawahi kukutana naye, akaniambia mdogo wangu, kweli huko kuna changamoto, tuzisolve kidogo kidogo. Ushanifahamu? Kwa waziri kama kaingia kwenye hili jambo, kinachotakiwa yeye azisikilize taasisi. Taasisi zina hoja gani? Je, hizi pesa tumepigwa? Taasisi Al-Malidi hizi pesa zimepigwa? Zimepigwa na nani?
Hivi kweli jamani, hawa wakienda kusimama kila msikiti waliochangisha, jamani zile pesa wizara wamezikung'uta na eneo umetulipa, kitatokea nini kwenye nyumba za ibada? Tunatengeneza uhasama usiokuwa na lazima. Viongozi mnaoteuliwa, simamieni majukumu yenu kiuadilifu. Hizi ni taasisi za kiimani. Mtu akiambiwa pesa zako zimetafunwa kwa sababu ya imani yako, ukimwambia chochote, huyu mtu anaweza akaenda kwa miguu yote na kwenda kufanya chochote. Kwa hiyo tunachokiomba kwa heshima na taadhima, kwa waziri kwanza, naanzia kwa waziri, tunakuomba kwa utulivu, naomba waite tena hawa watu wasikilize kwanza. Hata kama ni hawako sawa, wewe wasikilize kwanza. Usikilize hoja zao na uwajibu hizi pesa zao zimekwenda wapi. Ushanifahamu? Baadaye tunaomba tena kwa utulivu mwingine kwa Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa sababu waziri wako watu wanaweza kawaita wakamsikiliza, lakini imani kidogo kwa watu imeshapungua kwa waziri. Nasema tu lo kweli. Mheshimiwa Waziri Mkuu, jicho liko kwako, ili jambo sio la kumlilia Mheshimiwa Rais ana mambo yake. Haya mambo yako kwenye wizara zilizogaiwa. Ushanifahamu? Kwa hiyo tunaomba Mheshimiwa Waziri Mkuu, ndugu yangu Lameck Mwigulu Nchemba, kwa utukufu mzito, kwa heshima kubwa uliokuwa nayo, tunaomba kutana na wazee wa Al-Maulid wenye mgogoro huu hapa Dodoma. Mwisho wa siku utakuja kupata picha nzuri, mwisho wa siku utatatua bila ya minong'ono ya aina yoyote. Kupitia dokumenti za taasisi ya Al-Maulid nimejiridhisha, kwa sababu ili ukija mbele ya media lazima ujiridhishe kwamba unachokizungumza ni sahihi. Kwa hiyo nimejiridhisha kwamba wenzetu hawa wana dokumenti sahihi ya umiliki kuanzia Rita kwenda Dodoma jiji, zote dokumenti ziko sawa. Suluhisho ni dogo tu, ni kukabidhiwa mali yao ili waweze kufanya kile ambacho wanafikiria kukifanya, ambacho rais wetu mpendwa na serikali yake na viongozi, waziri wa afya wanapenda sana kuangalia afya za Watanzania. Na nikiangalia wenzetu hawa, eneo hilo la square meter, naomba nisaishe hapa, ni square meter 181,700. Hilo eneo ambalo lina zaidi ya eka 45 wanalihitaji, ni la kwao kwa ajili ya kutengeneza chuo cha uuguzi. Lakini wakishatengeneza chuo cha uuguzi, maana yake watajenga hospitali maeneo hayo. Kwa hiyo tutakuwa na wafamasia pale ambao wataisaidia nchi yetu, lakini vile vile kujenga makazi kwa ajili ya hao watakaokuwa wameajiriwa pale kwenye taasisi. Kwa hiyo ni swala ambalo serikali yetu inaliangalia, ni swala zito sana. Kwa hiyo na mimi nikasema nije nimuunge mkono mwenzangu kuzungumza. Kwa hiyo sisi bado tupo, tunaiomba serikali pamoja na hii square meter 181,700, lakini tumeangalia kwamba barua zote zinazungumzia square meter 126,300. Kwa hiyo basi mimi ningeiomba serikali ile eneo ambalo linazunguka kwenye barua zao wangeanza nalo kwanza, ili waanze project, alafu then tutaenda kuangalia hizo square meter zilizobaki. Kwa hiyo mimi wito wangu kwenu waandishi wa habari, ninaiomba serikali pamoja na barua kwenda kwa waziri mkuu. Mnajua hizi barua zinaweza zikamfikia waziri mkuu, yuko kwenye mambo mengi, lakini bahati nzuri leo tunapozungumza na ninyi waziri mkuu atasikia, tutamuomba kwa sababu amepita kila sehemu na tunamuona anatatua migogoro hii, na hasa migogoro ya taasisi. Wewe umeshaipa taasisi ardhi na hiyo ardhi ni ya kwake, leo unawasumbua tena viongozi kama hawa. Na hii taasisi inabeba umma wa Watanzania, watu ni wengi sana ambao wanahitaji hii taasisi iwasaidie. Kwa hiyo tumemwona waziri mkuu anasolve mgogoro wa mtu mmoja mmoja. Aliona mgogoro mmoja pale Dodoma, kuna mtu mmoja naye kulikuwa kama hivi, yani kila kitu ameshalipa, afu anamzungusha, afu anamwambia sasa tukubadilishie eneo. Kwa hiyo tunamuomba waziri mkuu, niko chini ya waziri mkuu, kwamba barua zile za Al-Maulid ambazo zimemfikia ofisini kwake ni vizuri azifanyie kazi. Lakini hata waziri bado namuomba waziri wa ardhi, pamoja na mambo mengine, bado mimi nikisoma hizi barua naona anyway, manake mwisho wa siku tuseme nini shida ya hizi barua? Kwa nini kila sehemu hawa ni wamiliki halali? Kila sehemu ukiangalia kuanzia Rita mpaka jiji ni wamiliki halali, na jiji linasema wanatakiwa wakabidhiwe ardhi yao. Shida ni nini?
maana wakati mwingine tunaangalia sasa hii tutawapotezea muda mrefu, tutakuja kuwalipa. Kwa hiyo tunamuomba Waziri Mkuu aliangalia hili swala la Al-Malidi pale Dodoma ili aweze kuwamilikisha wao wamiliki halali ili wafanye hii project, kwa sababu hii project inawasubiri Watanzania wengi. Tutaokoa ajira nyingi, lakini vile vile waziri wa afya yupo. Kuna chuo cha uuguzi kinataka kujengwa pale kwenye hii taasisi. Kwa hiyo naye tutamuomba aweze kusaidia ili tuweze kufikia mwafaka kwenye huu mgogoro. Sio kila mwaka mgogoro wa Al-Malidi na serikali. Kwa wakati mwingine hawa wadau wetu hawa wanataka kusaidia maendeleo ya nchi, lazima tuwaunge mkono. Na mimi nasema, mwenyekiti utanisamehe kidogo, mimi ninyi nitawapigania sana, kwa sababu ni moja ya taasisi ya upande wa dini ya Kiislamu ambayo mnataka kufanya jambo kubwa sana hili. Mimi nimeangalia mnataka kufanya chuo cha uuguzi. Maana yake hili ni jambo ambalo waandishi wa habari, nendeni mkaliripoti. Taasisi wanaotaka kufanya pale kazi ni kwa ajili ya huduma za jamii. Maana yake watajenga chuo, watajenga na hospitali, lakini wanaenda kujenga makazi ya wafanyakazi watakaofanya kazi kwenye taasisi hii.